Inasemekana kuwa mwaka 2026 ndio mwaka wa mabadiliko makubwa kwenye tasnia ya filamu. Lakini katikati ya mabadiliko hayo, kuna jina moja limekuwa likivuma usiku na mchana: War Machine. Hapana, siko hapa kuongelea ile filamu ya Brad Pitt ya mwaka 2017. Nazungumzia mashine halisi ya kivita, Alan Ritchson, kwenye mradi mpya wa Netflix ambao umezitetemesha studio za Hollywood. Kwa nini filamu hii imeweka rekodi? Kwa nini picha ya Alan Ritchson akiwa amechafuka kwa damu na vumbi imekuwa viral kila mahali? Katika dakika hizi 5 nitakuchambulia siri zote za nyuma ya pazia, stori ya kusisimua na kwa nini unapaswa kuisubiri kwa hamu sana. Karibuni. War Machine 2026 inatupeleka kwenye ulimwengu wa kikosi maalum cha jeshi la Marekani, Army Rangers. Alan Ritchson anacheza kama mwanajeshi mzoefu anayekumbana na hali ya hatari ambayo haipo kwenye vitabu vyovyote vya mafunzo. Hii sio tu filamu ya kurusha risasi, ni filamu inayojaribu kuonyesha kile kinachotokea pale teknolojia ya kijeshi inapokutana na nguvu zisizoelezeka. Tofauti na filamu nyingi za kivita ambazo tumezizoea, hapa kuna mchanganyiko wa sci-fi. Fikiria mchanganyiko wa Black Hawk Down ukikutana na mambo ya ajabu ya kiteknolojia. Hiyo ndiyo vibe inayotolewa na War Machine. Tuongelee namba. Netflix wamewekeza kiasi kikubwa cha fedha ambacho hakijawahi kuonekana kwenye filamu ya aina hii kwa miaka ya hivi karibuni. Rekodi ya kwanza ni gharama za uzalishaji. Ili kuleta uhalisia wa vifaa vya kivita, Netflix walitumia teknolojia mpya ya picha, CGI, inayoweza kuonyesha kila mlipuko katika hali ya 8K, kitu ambacho kitawafurahisha sana ninyi mnaopenda michezo ya graphics kali kwenye PC. Rekodi ya pili ni Alan Ritchson mwenyewe. Inasemekana huyu jamaa alitumia miezi kadhaa akifanya mazoezi na makomando wa kweli ili kuweza kuvaa uhusika huu. Hakutaka kutumia watu wa kumshikiza, stunt doubles, kwenye sehemu nyingi za mapigano. Alan Ritchson sio mgeni kwetu. Tunamjua kupitia Reacher, lakini kwenye War Machine amevuka kiwango kile. Katika picha tunazoona, Alan anaonekana kuwa na hasira na maumivu makali. Hii inaashiria kuwa filamu hii itakuwa na emotional depth, yaani haitakuwa tu mapigano, bali itaonyesha upande wa binadamu wa mwanajeshi anayepambana na hali ngumu. Kwenye soko la sasa la 2026, Alan anachukuliwa kama mrithi wa mastaa wakubwa kama akina Sylvester Stallone. War Machine ndiyo inathibitisha kuwa yeye ni mfalme mpya wa filamu za action za Netflix. Kwa kuhitimisha, War Machine ni zaidi ya filamu, ni tukio la kijamii. Kama wewe ni mpenzi wa michezo kama Call of Duty au unapenda tu kuona teknolojia ya kisasa ikitumika kwenye sinema, basi huna budi kuitafuta hii. Kumbuka kuitazama kwenye screen yenye ubora mkubwa ili usipitwe na ule uzuri wa picha niliyokuambia. Je, unadhani Alan Ritchson atatengeneza historia nyingine kubwa baada ya video hii? Andika maoni yako hapo chini. Na kama bado hujasubscribe kwenye channel hii, fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu mwezi huu wa Machi 2026 tuna mambo mengi zaidi ya kukuchambulia kuhusu gaming na filamu. Asante kwa kunitazama. Tukutane kwenye video ijayo.